Kuanzia siku hiyo sikujua niko mkoa gani, na hiyo ndo siri kubwa ambayo nilikuwa natamani kukuambia mdogo wangu, lakini sikuweza nifanye namna gani ili kusudi niweze kukuambia, kwa sababu nilihofia muda ulikuwa bado Mwasi, na baba yako alinipa vitisho vikali sana. Pia niliogopa, nilihisi kama vile tena angenirudisha kule alipokuwa ameniweka. Nisamehe mdogo wangu. Kwa nini babangu ni katili kiasi hichi? Hivi kweli Kakoso ni baba alotuzaa kwa uchungu kweli? Namchukia Kakoso, nakuchukia. Nakuchukia Kakoso. Ninaumia. Mtoto wangu hajapata malezi ya Imamu mchawi. Kakoso, ni dhahiri shairi kabisa umeshindwa kumuoa Mwasi, na kwenye hili unaonekana kabisa umeshindwa, na umeshindwa kutekeleza mpango ambao tulikuwa tumepanga. Kiongozi, mimi sio kwamba nimeshindwa kumuoa Mwasi. Hapana. Nadhani niliweza kukuambia toka awali kwamba kuna watu ambao wananifanyia fitina na chuki ili nishinde kumuoa Mwasi. Lakini nataka nikuhakikishie kitu. Yule mtoto nitamuua kifo kibaya sana. Kifo ambacho sijawahi kumfanyia mtu yoyote ule toka nimeingia kwenye uchawi. Kakoso, ungekuwa na uwezo wa kumuua Mishi, ungekuwa umeshamuua na kutekeleza jambo ambalo lilikuwa linakutaka wewe utekeleze. Lakini kwa sababu unaonyesha udhaifu mkubwa kwenye hili, na ndio maana yule mjukuu wako mpaka sasa yuko hai na anazidi kukusumbua. Ulikuwa ukileta malalamiko kwamba kuna watu wanakufanyia fitina, lakini kwenye fitina zako kumbe wewe mwenyewe ndio unazifuga. Kwa nini usingeweza kumuua huyo mjukuu na wewe kutimiza lile ambalo ulikuwa unatakiwa ulitimize? Nadhani nilikueleza kwamba kuna watu ambao wanazuia mpango wangu ukamilika. Na hata yule mtoto unayemuona wewe unasema kwamba fitina nimefuga mimi. Haipo hivyo. Kuna watu ambao wamewekeza nguvu yao pale ili kuhakikisha jambo langu linafeli. Lakini nataka nikuhakikishie wote nitawabaini. Na kwenye hili nitaua watu wengi na vifo ambavyo itabaki historia katika chama chetu. Kakoso, uwezi ukaendelea kuongea kwamba utaua watu wengi sana aliyakuwa Mishi tayari amekushinda. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Kazi zetu huwa hazihitaji maneno mengi, huwa zinahitaji vitendo. Na laiti kama wewe ungekuwa unatumia vitendo, ungekuwa umeshamalizana na hili jambo. Lakini linakusumbua kwa sababu umekuwa na maneno mengi sana ambaye hana mwisho. Tunahitaji kupata mwisho wa jambo hili. Kumbuka tunachokitafuta hapa ni kitu muhimu ambacho kinaenda kutuwakilisha kwenye jamii yetu. Ina maana umesahau watu wangapi ambao nimeua? Hili jambo moja ndio nataka univue sifa yangu. Ndio. Yote uliyofanya atakuwa hayana maana kama utashindwa kutekeleza hili ambalo tunalikusudia kwa sasa. Kwa sababu ili ambayo umeyafanya yaweze kuwa na maana, ni lazima jambo hili liweze kutimia. Tunayemtafuta hapa ni kiongozi ambaye ataenda kuwakilisha jamii yetu katika kikao cha pati. Sasa siwezi kuchekea jambo hili na kuendelea kuniaminisha kwa maneno aliyakuwa naitakiwa nione vitendo vikitekelezwa. Kakoso, hili nakupa onyo la mwisho. Kama umeshindwa kutekeleza hiki ambacho tulikuwa tunakutaka ukitekeleze, hii kazi naenda kuhamisha kupeleka kwa mtu mwingine. Naona wewe utakuwa umeshindwa. Bigegedu, kumbe siku zote unajua ukweli Mishi ni mtoto wangu, lakini haujawahi kuniambia. Na kumbe unayafanya haya yote unashirikiana na Kakoso. Naomba nikuulize mama, unayafanya haya yote kwa sababu haujazaa, hauna mtoto? Au ni kwa sababu haujui uchungu wa mtoto? Basi tuseme sawa, haujui uchungu wa mtoto. Aya, nikuulize, ina maana kuwa wewe simulizi za vitabu hujawahi kuzisikia? Kwamba uchungu wa mwana aujuae mzazi. Huje kusikiliza simulizi mama? Kwanza ishi hapo hapo.
Alafu unapokuja kwangu au unaponiita mimi mahali popote uwe na kituo cha maneno. Mimi nimezaa. Alikwambia mimi sijazaa nani? Nina mtoto mkubwa tu, tena mzuri. Wewe huingita mara 60 kwake. Mnaweza tamka changia mabwana kwa barabarani. Naomba niheshimu. Ongea pointi zako za msingi na uniheshimu. Kuhusu swala la Kakoso babako ongea naye. Basi sawa. Umesema mtoto unaye na uchungu umeupitia. Hivi nikuulize swali. Ungejisikiaje wewe kama mzazi ambaye umeingia reba na uchungu unaujua? Mtu akufichie mtoto wako ndani ya miaka 4 5. Sijamwona mtoto wangu. Hebu vaa viatu vyangu mama. Ungejisikiaje? Au unahisi haya maumivu unayoyapitia mimi ungeweza kuyamudu wewe mama? Au unaongea tu kwa sababu maumivu unayapata mimi? Hapo Mwasi. Kwanza kuhusu viatu vyako mimi havinitoshi. Siwezi kuvaa. Lakini pia mimi sikumficha mtoto. Mimi nilipewa kazi. Ulikuwa unataka nifanyaje? Nimepewa kazi ya kumlea mtoto nikawa namlea. Usinilaumu katika hilo. Nenda kamalizana na baba yako Kakoso. Sawa mama. Haina shida. Mimi nimekuita hapa kwa lengo la kukushukuru. Lakini pia licha ya yote yaliyotokea, nimeshakusamehe. Mwenyezi Mungu akubariki kwa wema na mapenzi. Licha ya yote umemlea mtoto wangu kwa upendo mkubwa sana na kwa mapenzi makubwa kama ambayo ningepaswa kumpa mama yake. Niseme tu nashukuru sana kwa kumlea mtoto wangu. Asante. Subiri. Labda nikwambie tu kitu Mwasi. Mimi Mishi nimemlea ndio kama kufanya kazi, ila Mishi mimi nampenda. Na kifupi nimeshamzoea. Kama unakaa huko unafikiria labda je umchukue Mishi, itakuwa ngumu. Mishi mimi nampenda sana. Yaani siwezi. Fete, acha kulia, kwa sababu ukilia unanifanya na mimi nijihisi kulia. Sawa. Naogopa sana kwa sababu nimetoa siri ya baba, na najua baba alivyo. Siri yake kubwa nimeitoa. Naogopa sana na sijajua mpaka dakika hii baba ananifikiria kitu gani. Naogopa. Feti, naomba uniambie ni siri gani hiyo? Wewe naomba niambie kwa sababu mimi nitakulinda. Nikizidi kukuambia siri hii, babangu atazidi kunipa adhabu. Naogopa sana. Na hata kama usiponiona tena, elewa kuwa babangu atakuwa amenipa adhabu nyingine. Na sijajua atanipa adhabu gani nyingine ngumu sana. Naogopa sana. Unacheka. Sikiliza Feti, babako namjua, namfahamu. Kakoso ni mchawi sana na dawa yake ni ndogo tu. Naomba unisubiri hapa. Salma, mtukufu, Misha amefanikiwa kumsaidia mama yake katika matatizo makubwa sana. Kaacha taharuki kubwa, tena kubwa sana kwa wachawi. Na Kakoso haelewi chochote cha kufanya. Yaani hajui hata pa kuanzia. Hajui, kachanganyikiwa. Ni kweli. Kwa sasa Malkia anataka kufanya kipi? Au kipi kinachofuata? Lipo la kufanya. Tunatakiwa tumlinde Mishi sasa, kwa sababu kila mchawi atatamani ajue Mishi ni nani kwa kile alichokifanya. Kila hatua, kila anachokifanya, kila anapokwenda, tunatakiwa tuwe nyuma yake kwa ajili ya kumlinda, kwa sababu yule ni mkombozi. Kweli Malkia anachokiongea.
Kauli yako ni amri kwangu na ni utii pia. Shazad, kumbe umerudi. Na matatizo makubwa sana. Tafadhali, naomba kuongea na wewe. Unajua fika mimi sina rafiki. Sina mtu yote ya karibu yule ambaye naweza nikamwambia jambo langu zito, akanishauri na kunitia moyo. Tafadhali naomba unisikilize. Huenda unaweza ukanishauri akili yangu ikakaa sawa. Shazad, ngoja mimi nitangulie nyumbani. Nisikilize ujue nataka kuongea nini. Pole Mwasi, baba yako ni mshirikina na hakuna namna ya kukabiliana na hii hali zaidi na kumrudia Mwenyezi Mungu. Kwa sasa wewe jitahidi tu kusimama na Mwenyezi Mungu, kila kitu kitakaa sawa. Shazad, asante sana. Nashukuru kwa wema na upendo wako kwangu. Licha ya yote yale nilokukosea, lakini bado umenipa nafasi ya kunisikiliza na kunisaidia. Najua una moyo wa peke yako sana. Umenijali kama Muislamu mwenzio au muumini. Ni kweli nimegundua njia pekee ya kumkabili baba ni kumrudia Mwenyezi Mungu. Mungu ndo kila kitu kwenye maisha yangu, lakini mimi nilisahau hilo. Nashukuru kwa kunikumbusha na kunisaidia mawazo. Sawa, wala usijali kuhusu hilo. Hili ni jukumu la ummati Muhammad sote kwa jumla. Maana Allah ameweka ahadi pindi aliposema inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Mwenyezi Mungu yupo pamoja na wanaomcha na yupo pamoja na waja wema. Kikubwa kwa sasa ni kumrudia Mwenyezi Mungu. Mimi ni kuahidi tu tasimama na wewe pamoja katika dua mpaka utahakikisha kila kitu kitakaa sawa. Asante sana Shazad. Hakika Mwenyezi Mungu amekubariki vitu vingi sana. Kwa haraka mtu akikuona akiwa hana jicho la kutambua atakuchukulia kawaida, lakini mimi pekee ndo najua ukubwa kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu amekubariki. Ulipaswa kuwa mtu mkubwa sana au kiongozi mkubwa sana, au kwa lugha nyingine ningesema ingekuwa ni katika kaya za falme, basi wewe ni king. Umebarikiwa sana Shazad. Mimi mwenyewe kuna muda naumia. Nimepoteza kitu cha umuhimu sana kwenye maisha yangu, lakini yote ya yote Mungu ndiye anayejua kesho yangu. Nashukuru kwa upendo na thamani yako kwangu. Tuseme tu inshallah kila kitu kitakaa sawa. Inshallah.
Nishafika. Mtoto, umefanya kazi yako vizuri, tena vizuri sana. Hakika wewe ni jasiri, tena ni jasiri sana. Ufalme ulio ndani yako ni ngao kubwa na ukombozi katika ufalme wenu. Mishi, historia yako lazima iandikwe kwenye kitabu, maana wewe ni jasiri na una kipaji cha hali ya juu sana. Asante malkia yangu. Vipi kuhusu usalama wangu wa Mwasi na kuhusu bibi yangu? Nitaka uzundike. Mishi, kila hatua yako mimi nipo nyuma. Hakuna yoyote anaweza kuzulika mimi nikiwepo. Kila unachokifanya mimi naona. Baraka zangu zipo juu yako. Asante sana. Na nitawapenda nyie wote. Tunakupenda pia. Acha tuende tukaendelee na majukumu yetu ya kazi. Ila tambua, Bi Mzuri anakuona. Sawa. Basi sawa. Kuwa makini. Kila uenda malkia yetu anakuangalia. Jicho lake linaona pote ulipo. Sawa. Zoom, zoom.